Hey guys, mambo vipi? Mko poa kabisa, Rafiki Gang Gang. Kwenye video iliyopita nilionyesha kwamba nilikuwa kwenye basi kutokana na treni ilikuwa barabara ilileta tatizo kidogo kwa siku ile, lakini wamesharekebisha. Kwa hiyo leo narudi na treni. Barabara ya basi ni ile pale juu, unaona. Leo narudi na train huku wanaita TOG. Nimeona ni share na nyinyi. Yeye ndo Rafiki Gang Gang, kila kitu lazima na nyinyi waonyeshe. Kwa hiyo leo tupo kwenye train, tunatoka Edebori tunaenda Veneshbori. Angalia kidogo mazingira. Sasa hii ni saa 2 na kitu, lakini bado sasa tumeingia kwenye tunnel. Tunnel zao zinakuwa ndefu. Hapo treni inaenda speed, lakini tunaona tunnel ilivyokuwa ndefu. Kwa hiyo tuko chini kwa chini kwenye mawe. So ndio hivyo. Kwa hiyo tunarudi zetu Veneshbori leo kwa njia ya train. Ndio maana nikataka nionyeshe na nyinyi, share na nyinyi. Hii tunnel sio mchezo, ni ndefu. Chini kwa chini, chini kwa chini, chini ya mawe. Tunaona wenyewe. Mpaka ikitoka kwenye tunnel mtaona mwanga. Ndio tunarudi Veneshbori. Kama ile video nilivyoonyesha juzi, nilikuwa kwenye basi kwa na matatizo kidogo njia ya treni, lakini wamerekebisha. Tumerudi. Tumetoka kwenye tunnel. Kwa hiyo ndio hiyo, ndio kama mnapoona sasa hii ni saa 2 usiku, lakini bado mwanga upo. Sababu tunaingia kwenye spring. Kwa hiyo muda unazidi kuwa kwamba giza linazidi kupungua, ni kuliko mwanga unakuwa ni mwingi zaidi kuliko giza. Na mpaka ikiingia sama yenyewe mwanga utakuwa zaidi mpaka saa 4 usiku kama mchana, ndio watu wanapoanza kuenjoy kipindi hicho. Kwa hiyo tunaikaribia hicho kipindi. Unavyoona wenzetu miti, mashallah, wanaipanda miti sana kwa wingi. Naweza kusema kwamba Sweden pengine ndio nchi ya kwanza kwa kuwa na miti mingi, na wanatunza sana mazingira. Unaweza kuwa uko kwenye mji katikati, lakini bado kuna miti mingi, na hivi ndio inavyotakiwa. Mazingira, afya zinakuwa mzuri, watu mna breathe vizuri yani. Hiyo wenyewe wasomi mnaposema sio oksijeni na nini, mambo hayo sijui sana, carbon dioxide sijui na nini. Hayo ni aje, mimi sio msomi, lakini nadhani nyinyi wasomi mtakuwa mnaelewa ninachoongea. Miti jinsi inavyosaidia, kwa sababu miti inasaidia sana. Yaani ukiangalia kama hivi toka nilipoonyesha kwa sasa hivi, unaona ni miti tu. Na sio kama hamna mji. Unaweza kukuta nyuma ya hiyo miti kuna mji, alafu miti, yani nyumba zipo, watu wanajenga katikati ya kijipori, lakini sio kama kijipori, barabara zinakuwepo na kila kitu unavyoona. Ngoja sema imeteremka chini kidogo, kwa nataka nionyeshe hizo nyumba. Umeona kama hiyo, kuna ile nyumba pale unaziona, hiyo nyingine hizo hapo. Kwa hiyo watu wanaishi katikati ya pori, lakini ni sio pori. Umeona nyumba za kisafi kabisa. Umeona. Kwa hiyo mazingira, kuweka miti ni vizuri sana kuliko kukata miti. Watu wanakata sana miti, lakini huku wanajali sana, japo wanaikata, lakini wanakuwa wanapanda mingi kuliko wanaoikata. Kwa hiyo kila siku unaona ni hivyo. utakuta matreni yamebeba magogo
na malori yamebeba magogo, lakini pori ni kubwa zaidi, yani miti ni mingi, kwa sababu wanapanda miti mingi sana. Miti migumu, miti mizuri, inatumika kwa mambo mengi, sababu wao wenyewe hata nyumba zao zinajengwa nyingi, kama nyumba zile za villa nyingi zinajengwa tu na mbao, yani magorofa yale kidogo ndio na kwa nje ni mambo ya blocks, lakini wanatumia simenti sana kupandisha. Sijui wanavyoifanya simenti yenyewe, inakuwa kama zege, inakuja wanaweka, inapandishwa, wanaweka na ndani wanatumia, lakini nyumba nyingi ndogo ndogo unakuta zinatumiwa ni mbao tu. Kwa hiyo mbao huko zinafanya kazi kubwa kwa ujenzi wa nyumba. Kwa Afrika watu mbao wanatumia sana, pengine kwa kuweka, kutaka mtu anataka kuweka mabati, sasa ndio wanatumia mbao juu alafu ndio mabati. Lakini huku unakuta nyumba nzima inajengwa tu, foundation peke yake ndio inawekwa mawe. Ukishamaliza foundation inayobaki tena ni mbao, yani kwa hizi nyumba ndogo ndogo, na sio kama ndogo ndogo hivi, unakuta hata kijigorofa kimoja vile, lakini foundation chini inakuta ni mawe na strong. Kwa kama mnavyoona sasa hivi miti ni mingi njiani, nyumba pia zipo, unaona kama hao hapo, unaona barabara za magari zinapishana juu kwa juu, gari yanapita hapo, sisi tunapita huko chini, wengine tunaenda njia moja tu. Kwa hivyo leo nimeona ni share na nyinyi Rafiki Geng, maana ile juzi kama nilivyoeleza nilipita na basi, lakini pia nilikosea, sikuanza kuonyesha tulipoondoka na basi na nini. Lakini leo nipo kwenye treni kama mnavyoona, first class, sio mchezo, goma kama ndege vile. Naelekea Johannesburg, bado ni saa 2 lakini mwanga upo. Ni muda mrefu kweli nilikuwa si upload video kutokana na sababu siweza kuzisema, lakini nimerudi tena. Itakuwa kila wiki japo video 1-2 nitawawekea, au sio? Tuangalie mazingira, nitakuwa nikienda sehemu tofauti tofauti kuonyesha. Tumeingia tena kwenye tunnel, tumetoka sehemu tofauti tofauti, tutakuwa naonyesha. Lakini hii sio tunnel kubwa, ni kama bridge kwa gari inapita juu, sio tunnel ile kama tunnel, kwa maana imekuwa ndogo. Kwa hiyo nitaendelea kufanya video kila siku kuonyesha sehemu tofauti tofauti ninazoenda, share na nyinyi muone huko Sweden kulivyo, zile sehemu nitakaokuwa na uwezo nazo kuzunguka, sababu mambo nayo ni mengi, mission nyingi kwangu. Natakiwa kubalance time, kwa sababu bado sijapata kwamba kupata subscriber pengine 1000 na viewers 4000 na ngapi watching time, ili upate kuweza kulipa. Sasa hivi bado subscribe sina, watu wanaangalia, wengine hata hawaja subscribe. Kwa hiyo please, kama ndio unaangalia mwanzo au ni mgeni, please usiache kusubscribe, ni moja ya kunisupport na mimi. Usio ukisubscribe, nikipata subscriber wakifika 1000 na watching hours nikipata ikizikiwa 4000 na kadhaa, basi na mimi kwa mwezi nitakuwa napata kitu kidogo, ili nizidi kuweza kwenda sehemu tofauti tofauti na nyinyi muone. Sasa hivi mpaka sasa hivi subscriber wangu wako chini sana, nadhani hata 100 hawajafika, lakini pole, hakuna kitu kinachoanza kuwa kikubwa tu moja kwa moja. Hata mbuyu ulianza kama mchicha, au sio? Lakini mchicha sio mbuyu. Ndio kama hivyo, narudi
Kwa mji ninaokaa mimi mpaka mji huo ambao ni mji wa pili wa Sweden ambao unaitwa Göteborg, watu wengi wanaita Gothenburg jinsi ilivyoandikwa, lakini kwa matamshi ya huko ni Göteborg. Kwa hiyo kutoka hiyo sehemu mpaka huo mji wa pili mkubwa wa Sweden ni lisali moja. So please, you see this video, share to your friend, comment, like. Manake pia kulike nayo inasababisha watu wengine pia wanaona, itanisaidia pia. Na pia kama huja subscribe please, ni kitu kidogo tu na minya wala haikukosti chochote. Hiyo ndio kama hivyo tunaendelea, tutazidi kuwaonyesha mpaka tutapofika. Hapa tunakaribia kuingia mji mwingine uliokuwa katikati, kama tuseme vijiji vilivyokuwa katikati, lakini vijiji vyao sio kama vijiji vyetu. Vijiji vyao ni kama town, mambo yote yapo, hakuna kisichokuwepo. Sio kama ni kijijini basi unaona hakuna kitu au nini. Yani kila kitu kipo, hakuna kisichokosekana, na wala huwezi kujua kama upo nje ya mji. Unaona mijengo ipo ya nguvu, magorofa, sio unavyoona. Kwa hiyo sio kama ni kijijini no. Tunaita tu kama kijijini kwa sababu sio mjini kabisa. Lakini watu wanaishi kwa wingi, wapo watu wengi, nyumba zipo kama mnavyoona, nyumba kibao, mazingira mazuri, infrastructure mwenyewe kama mnavyoona. Kila sehemu ina heshima yake, sio kijijini kuona pori. Nasema tu kijijini kama mimi naweza kusema kijijini, lakini sio kama kijijini. Ni mji mkubwa, mji mkubwa sana. Ukiangalia kwa upande mwingine ule siwezi kuonyesha kwa sababu kuna mjengo huu wa station hapa, inakuwa ni ngumu sana kuonyesha, lakini huu mji unakuwa ni mkubwa, yani kuliko hata huko mji ninaoishi mimi, sababu huu mji unaitwa Trollhättan. Yani ni mkubwa zaidi kuliko ninapoishi mimi, na ni karibu na ninapoishi mimi. Hapa ninapoishi mimi na hapa Trollhättan ni dakika kama 20 hivi. Ni mji, sio kama ni mji mdogo. Tunaita kijijini lakini ni mji mkubwa. Kuna magorofa na kila kitu, na pia mtakuwa mnaona upande ule wa pili. Siwezi kurekodi zaidi kwa sababu kuna mtu amekaa sione na mrekodi. Unaona? Yani ni mji una kila kitu kwa sababu huko tunachukulia mji mkubwa ni zile city, lakini miji mingine tunachukulia kwa udogo, lakini ni mji mkubwa na watu wengi wanaoishi, wengi sana. Watu ni kibao, sio kama ni mji. Kisema kijijini basi mkaelewa. Yani tena hata huo mji tunaoenda mimi ninaokaa mimi pia ni mdogo kuliko huo hapa, ni mkubwa zaidi. Maana mimi ninapokaa panaitwa Vänersborg, na hapo tunapopita ni panaitwa Trollhättan. Tunnel ni mengi sana, naingia kwenye tunnel mpaka unaona inakuwa ndefu. So muda mrefu sijarekodi video, lakini kama nilivyowaambia nitaendelea kurekodi video sasa hivi, sababu ulikuwa katikati hapa kulikuwa kuna mambo fulani kwa haina jinsi, kama ninavyowaambia siwezi kuelezea. Lakini sasa hivi
Nitakuwa nawapa japo kwa wiki video moja, na nyinyi supportini. Yote anaangalia usiache kusubscribe. Na ukisubscribe ndio unakuwa unanisupport na mimi. Nakuwa na mimi napata subscriber ili watimie zaidi ya 1000. Kwa hiyo supportiane. Na mimi nitajitahidi kuonyesha au kuwafurahisha, sio? Na kupata paka kufika subscriber 1000 sio mchezo. Lakini tutafika tu, au sio? Nawaaminia Rafiki Gang, na yote mpya anaingia, nadhani na yeye ata subscribe. Please, yani ukiwa ni mpya usiache kusubscribe. Unakuwa ni mmoja among the gang, Rafiki Gang, au sio? Kwa hiyo sasa hivi nadhani tunakaribia kuingia Oxnard. Na Oxnard ni karibu zaidi. Oxnard mpaka kufika Veneshibori ni dakika 5 kwa train. Ndio tunakaribia kuingia. Kishaona train imeanza kupunguza mwendo, ndio tunakaribia sehemu. Kwa ni miji unaiona ni midogo, lakini ukishuka ukizunguka miji mkubwa kama hapo Trollhättan. Ipo siku pia nitakuja rasmi ili nizunguke kwenye mji niwaonyeshe, ili nitawakumbusha kwamba ndio mji nilipokuwa siku ile kwenye train, nikawaambia kama kijiji, hapo mtaona nyinyi wenyewe kwamba sio kijiji. Kwa hiyo kama tulivyoongea, unaona mazingira, miti ni mingi. Miti mingi, mawe mingi sana. Na wanalima pia, sio kama ni hawalimi, wanalima, lakini vitu vingi inakuwa ni import. Lakini na wao pia wanalima. Sijafuatilia zaidi ukulima wao ni vitu gani, lakini nishaona mahindi, viazi, viazi, na kuna neno ya mafuta fulani ya kupikia unapanda. Ni kama ukiona kwa siku nitakuja kuonyesha, unaona kama sijui inaitwaje, utafuatilia pia. Unaweza kuona kama maua, lakini unaenda wanasaga, inakuwa mafuta. Pia wanapanda sana. Wana vitu vingi vya kupanda, lakini sasa wajua huku kupanda kwake sasa ni kipindi cha sama, kipindi cha jua kile ndio kunakuwa na mvua na jua, na ndio kipindi cha kupanda, ndio kipindi chao huwa wanapanda. Ni kipindi cha winter kupanda inakuwa ni ngumu, kama mnavyoona miti yenyewe umeona hiyo imekauka. Sasa hivi ndio inaanza kuchanua pole. Kwa hiyo kipindi cha winter hii miti yote inakauka kama hivi unavyoona. Kwa hiyo sasa hivi ndio inaanza kuchanua. Sasa huwezi kupanda kipindi hicho, hata mmea gani utakaokuwa. Sasa hivi kipindi hicho sasa ndio wanaanza. Kwa hiyo hapa tumeingia Oxnard. Alafu tukitoka hapa ndio tunaingia Veneshibori, hapo tunapoishi mimi. Na huu ni mji mwingine mdogo, lakini huu ni mdogo zaidi kuliko ule tuliopita unaoitwa Trollhättan. Ule ni mji mkubwa zaidi. Huu inaitwa Oxnard. Lakini ule Trollhättan ni mkubwa. Hata huo ninaoenda ni mdogo. Hapo Trollhättan ndio kama tuseme kwetu kule, unaweza kusema ni kama wilaya. I think so. Kwa sasa hapa tumeingia Oxnard. Tukitoka hapa ndio tunaingia mjini kwetu, ambao hapo ninapoishi
ndio panaitwa Veneshbori. Kwa hiyo tukitoka hapa tunaingia Veneshbori, na ndio mji ninaoishi mimi. Lakini huwa yani tuseme kwa wiki naweza kwenda hata mara 5 mji mkubwa Göteborg, kwa sababu na saa nyingine na huaga nakaa hata nalala huko. Naweza kukaa siku 2-3 nikarudi zangu. Huwa napenda kwendaga huko sana kwa sababu umechangamka, na hasa kipindi hiki cha summer kinachokuja, kwa mji umechangamka, watu open mind, na kwa huko boring sana. Kwa hiyo ndio maana huwa napenda kwendaga huko. Na kuna mambo mengine pia huwa naendaga kufuatilia. Kwa hiyo sasa hivi ndio tunaelekea Veneshbori, unavyoona ndio tunaelekea. Dakika kadhaa tu tutakuwa tumefika Veneshbori. Ngine Jumapili nitarudi tena Göteborg. Jumapili nadhani nitarekodia video ya mjini. Sasa nataka niwarekodie video nikiwa town, sehemu tofauti, au sio? Zunguka naingia sehemu machimbo tofauti, tuangalie mitaa tofauti. Sasa hii tunakaribia kwenye mji wangu ninaoishi. Tuke nyumbani sasa, sio? Nadhani nimekuja toka juzi, kama siku 3 hivi, ndo narudi. Ule ndo mji wangu, ukiangalia kwa mbali. Na huku bwana, mazingira mazuri. Sweden pia wamejitahidi kutengeneza river zao, yani wenyewe wamezitengeneza mpaka zimekuwa. Nakuta katikati ya mji kuna kajipuku, watu wana enjoy. Na ukienda kama Göteborg unapata maji ya chumvi pia. Niko hapa, hii ni river I think, yeah. Umeona, siwezi kuita lake, unaona. Shaona hivyo tayari ndo tunaingia mji wetu. Huo ndo mji wetu unaoishi kama unavyoona kwa mbali. Huo ndo mji unaoishi. Sio mkubwa kama ule tuliopita nikakwambia kama kijijini, lakini ule ni mkubwa zaidi. Ipo siku kama nilivyowaambia nitawaonyesha. Huo ndo mji ninaoishi. Ni mkubwa kiasi, lakini hata naona inakuwa ni kubwa zaidi kama sikosei. Kwa hiyo ndo tunaingia sasa hii. Fika hapo tena inabidi nachukua basi. Kwa hiyo sitaweza, nikiteremka sitaweza kuwarekodia kwa sababu nina mizigo mingi, yani huwezi amini. Nina chakula sijui. Na mifuko tena na kurekodi tena itakuwa kazi ngumu. Kwa hiyo niwatakie kila la heri. Inshallah poa. Tutaonana kwenye next video, au sio? Rafiki geng. Hala.